Sema ulolo wazama iti yangu ni hai. Mimi mpaka sasa bado nina hofu. Unajua wasichana wa kisasa wanapenda sana watu wenye muonekano, na mimi muonekano wangu huu mjomba, unaweza kukubali rahisi hivi? Kwanza ondoa hofu mpaka sasa hivi. Ile swali limeshamalizika. Uko tayari wazee mshibukia mahari? Tumekubaliana basi na harusi ndio tayari hiyo mjomba. Usione wasiwasi kwa ilabu. Yule mtoto ni wako. Nataka ujitambe nyanya. Chumani chako kile mjomba. Mimi ndio mjomba wako. Na kuamini. Chafamu. Mpaka sura zikae. Anaangalia. Ujitema marasi bure pressure ule mjombangu. Hapana. Mimi kama nimekuja tayari ficharika. Na mambo shaka sawa hapo. Mambo mazuri yaenda kiharaka. Tayari hapa tuke mjombangu tupange harusi watoje ule mshele basi. Sawa mjomba, haina shida. Sawa. Niwache nikashirikie kuku pale. Si unajua tena kazi zetu vijijini. Najua hata ile nyonya likeja nitataka kuku sasa. Mjomba. Kaka! Subiri! Kaka! Subiri! Hizo kelele nini sasa? Kaka! Mwanangu kaka! Mwanao unamaanisha nyanya? Ndio kaka. Kakufanya nini? Anaumwa kaka. Anaumwa? Ndio. Anaumwa nini? Kaka, nisaidie kaka. Sio kusaidia, mambo yenu ya kike analetea mimi nipo kazini. Kaka, simuelewi kaka. Kaka naomba nisaidie kaka. Subiri. Kaka. Nakuja, subiri. Naomba unisikilize mimi. Mimi sina imani tena na baba kwa kitu ambacho nimekiona. Halafu ile maiti ilikuwa na sura yangu ujue. Kwa hiyo wewe unahisi mimi nawezaje kumwamini mzee? Hali yako alishaniambia alikuwa nisiporudi nitarejezwa. Wakati nakimbia kule, mkoba nimewacha sehemu ya tukio. Sawa? Nafika nyumbani. Mlango unaning'inia kufuli. Cha kushangaza, baba akaja katika mazingira tata ya kutatanisha. Sijui ametokea wapi. Alafu naambia haya sawa, nipe funguo basi niingie ndani. Ananiambia ingia ndani, mlango uko wazi. Kweli? Cha kushangaza mdogo wangu. Wewe ulikuwa ndani. Kweli? Mimi sidhani kama baba anaweza kufanya hivyo. Nasemaje? Uendelea tu kumtetea. Lakini mimi naamini kabisa kuwa baba ndiye mhusika. Utake usitake, baba ndiye mchawi. Tena mengi mimi najuta kuja huko. Sisi nimekuja kufanya nini? Shenzi. Nini utakuja huko? Wewe akijamaliza jua. Kimemkuta nini nyanya? Kaka mimi sijui. Usiniambia ujui, damu nyingi zinamtoka ukumbuke. Sijui kaka mimi ukambia. Dada unaniambia hujui, nyanya ameshafariki ndani alafu unaniambia hujui chochote. Nenda pamoja. Sawa, sawa. Kaka. Unasemaje kaka? Nakuuliza unasemaje?
Kesi. Vipi, mbona unakata sasa? Bado na hofu mwenzako. Hebu mpige tena utajua vipi. Nashindwa sultani. Najitahidi lakini nashindwa. Hebu mpige tena. Malezi yako. Sijui. Kila siku nakwambia dada yangu, kuwa makini na nyanya. Angalia malezi yako. Lengo la kupiga simu hiyo mimba itoe, jitahidi sana. Na vile vile utapotumia hiyo dawa. Nini kaka? Kaka nini kaka? Kila nikikumbuka ile mtindo uliokuwa unanipa, wewe ni fundi kabisa, hodari. Jitahidi nyanya wangu. I love you. Mwah. Kaka nini? Kaka. Usitafute sababu kutaka kunihukumu. Kaka! 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 Dadangu nisikilize. Acha shishike. Dada sikiza. Hizi jela tumwambia sisi wanaume. Sasa. Kaka! Mighty Selma, I Selma, Mighty Selma, oh, lolo. Fungu! 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 Hebu kwanza njoo. Naam kaka. Si wewe huyo. Umekuja kufuata nini? Nimekuja kufuata mkufu na usinga wa marehemu dada yangu. Aha, sawa. Mbona ukuja kuchukua wakati yeye yuko hai? Haina haja ya kuniuliza hivyo, ila tambua huu ndio muda sahihi wa kuchukua mkufu. Hilo haliwezekani, kwa sababu mrithi wa mali ya dada yako ni mimi mumewe na wala sio wewe. Hata kama unajua fika kwamba sisi tuna asili ya uganga, hivyo tuna uhitaji kwa ajili ya kwenda kutibia watu. Mimi siwezi kukupa mkufu kwa sababu marehemu dada yako hajaniachia maagizo hayo. Asikiza. Itabidi tuitie ndani maiti hii. Kamata hiyo chau. Kamata hiyo chauko.
inanibidi nichukue njia mbadala ili nifanikishe kupata mkufu. Maiti Selma, aye Selma.